hizi ghasia zote ama hii ghasia na fujo ya kisiasa wanaoitekeleza ni serikali yenyewe, ni state sponsored violence. Ile ilikuwa Kisii ilikuwa state sponsored. Tuliona vitisho Kajiado na Kakamega pia ya state sponsored violence, na jana tulishuhudia pia state sponsored violence pale Kenol Murang'a. Yale ambayo tunasema ya kuwa Inspector Generali wa polisi aache sarakasi ambayo anazungusha Wakenya nayo. Kulisikia jana akisema anafanya uchunguzi. Wananchi Murang'a waliweza kurekod kwa simu zao wale wakora ambao walikuwa wametolewa Kiandutu na Kiang'ombe, sehemu ambazo zinasemekana ziko Thika. Wanawataja wale ambao waliwamobilize, na wanataja pia walikuwa wamepewa kazi na Sabina Chege, women rep wa Murang'a. Hatujaona Inspector Generali akiuliza hata huyo Sabina Chege aende atoe taarifa kwa polisi. Hatujaona Inspector Generali akienda kutafuta zile mabasi ambao walikodisha na malori za kubeba watu kutoka Thika. Hatujaona huyo Inspector Generali wa polisi akitafuta wale ambao walishikwa hapo na wananchi, ambao wangekuwa na ujumbe ambao ungemwezesha kufikia wale walipeana pesa. Inashangaza waheshimiwa Ndindi Nyoro na Alice Wahome, ambao Mheshimiwa Ndindi Nyoro jana alisema kanisani mchana hadharani ya kuwa alikuwa amemjulisha DCC commissioner wa pale Murang'a yale ambayo alikuwa amepata taarifa alikuwa yakipangwa na alikuwa na yakipangwa na nani. Fedha zikitolewa na Mheshimiwa Sabina Chege, pesa ambazo zilitoka kwa ofisi ya rais hapa. Na ndio tunasema Inspector General wa polisi aache kucheza siasa, sababu wale wakuu wake walioko kwa hiyo ofisi ya rais hapa, PS Kibisho, CS Matiang'i, wanajua pesa zilitoka wapi, wanajua ni nani wanao sponsor hii violence yote. Na nimesikia wenzetu kutoka ODM wakisema mambo ya hasira. Tunataka tuambie walio na hasira ni wale ambao wanataka tuishi kwa siasa za kikabila, na hasira yao ni sababu tunatoa watu kwa siasa za kikabila, tunaelekeza watu kwa siasa zile za hustler nation, na hizo ndizo zimewatia ghadhabu na hasira. Na ndio unaona sasa wanataka kuleta fujo baada ya ule mpangilio wa mbeleni wa kumuita naibu wa rais Mwizi. Wameona umetubukia wa mbali, sasa wameanza nyingine ya vita. Nataka nirudie, ni state sponsored violence. And let me just make it clear in English that what we are witnessing today is state sponsored violence, and I have no fear of contradiction to state that it is indeed state sponsored. If it was not state sponsored, you would not be seeing the kind of drama the IG is taking us through. Yesterday the IG told the country that they were conducting investigations. You don't need to be a neurosurgeon to be able to get the people, the goons who were arrested on the ground by the members of the public. The police were there. The police supervised the condoning of roads and burning of tires. They were there when those people were arrested by members of the public, and they disclosed that they had been hired by someone called Njeri. This Njeri had been hired by Sabina Chege. Honorable Ndindi Nyoro narrated in church, in broad daylight, how he informed the area DCC, how Honorable Sabina Chege and other members of parliament from Murang'a County, facilitated by money from the office of the president, were able to mobilize goons led by a Mr. Mbote in Murang'a. Why the Inspector General has not found that important to pursue that line, and they now want to drive the country through another narrative, is what defeats logic. And we want to tell the Inspector General of Police, please stop being used. Your predecessor, Major General Ali,
followed that same route in 2007-2008. He ended up at the ICC. We also want to take this opportunity to ask the international community, and more so the International Criminal Court, to take note. In fact, they should send investigators now to Kenya as early as now, because what we are witnessing is state-sponsored violence towards the 2007 elections. There are people intent, and people in government intent on balkanizing this country into tribal and ethnic conclaves, and particularly central Kenya or the Mount Kenya region. They want to make it that it is a region that can only follow one political thinking. And it is this ethnic balkanization that is leading to this state-sponsored violence for them to be able to achieve their ends in 2022. The people of Kenya are no longer stupid. They have refused to be balkanized into their ethnicities, because they have now realized that those who balkanize them into their ethnicities only enslave them using their tribes. And therefore, let them not continue being angry with the hustler narrative, because I've seen ODM and their leader are very angry with the hustler narrative. We want to tell you and tell ODM and the country that indeed those of us who subscribe to the thinking of one nation and one Kenya, we shall remain steadfast. We shall not depart from the hustler narrative. I heard Reverend Kobia of NCIC yesterday purport that Rwanda went the genocide way because of narratives like the hustler narrative. Let me tell you, Rwanda, and tell Reverend Kobia, Rwanda went the way it went because of the ethnic balkanization narratives that are being advanced by the state and sponsored by the state today. And the IG should not look any further beyond the office of the president, beyond the office of his boss Matiang'i and PS Kibisho. If you want to investigate, start from here, this building here. Start from Sabina Chege. Start with Mheshimiwa Kimari, who is on record, and you can speak to Mheshimiwa Rehema, Mheshimiwa Nasri. He threatened them in Mombasa that if they dare step in Murang'a, they have organized Mungiki. Where are they not going to those people? And therefore, let's tell them to cool down their anger over the hustler narrative. We are not departing from that hustler narrative. And we want to assure them that the national conversation will change from power to empowerment. Mimi nauliza hawa Matiang'i, Kebisho na hawa viongozi wote wa Mount Kenya region, wale mlipaga jama hapa ya kuleta vijana, mnapitaga hii barabara kila siku mkienda kazi na kwenu. Kwa nini hamujaona ni vizuri mumalize kujenga hiyo kanisa na pesa yenu? Ya kwamba tukiita mgeni wa heshima, nyinyi lazima mkuje mfuruge. I want to say this. The violence we witnessed yesterday was state-sponsored.